Kuna mmea mmoja unaitwa bamboo tree, ila kwa Kiswahili tumezoea kuita mwanzi, ambao nikisema hivi itakuwa ni rahisi sana kunielewa. Nimeweka picha yake hapo juu. Huu mwanzi una tabia nyingi ambazo Mungu aliziweka ziwe mafunzo ya kimya kimya kwa mwanadamu, na katika haya maisha basi aweze kufanikiwa kupitia tabia ambazo ameziweka katika mimea. Huu mmea una sifa 5 kubwa ambazo leo nimekuja kuwasilishia. Zipo nyingi nimekutana nazo, ila hizi ni 5 ambazo nilitamani uzifahamu leo. Zingine utakutana nazo pale utakapochukua kitabu chako. Tabia ya kwanza, huu mmea unakaa muda mrefu chini ya ardhi kujenga mizizi yake. Yaani unatumia muda wa kutosha kutengeneza mizizi ambayo itausaidia huu mmea utakao kuwa shina pamoja na matawi basi viweze kushikiliwa vizuri. Hivyo unatumia mzizi mmoja ambao umekaa kama shina, unaitwa rhizome. Huu rhizomes unakuwa na uwezo wa kutengeneza mizizi midogo midogo mingi pembeni ambayo itasaidia kunyonya maji ya kutosha na chakula cha kutosha, na photosynthesis itakuwa ikifanyika na chakula kitakuwa kikitunzwa ndani ya mizizi ili kufanikisha ukuaji wa haraka baadaye. Tabia ya pili, ukomaa haraka sana baada ya muda. Yaani ukisha tengeneza mizizi ya kutosha na kutunza chakula cha kutosha, basi inaruhusu ukuaji wa ule mmea. Na ule mmea unakadiriwa kwa baadhi ya mimea kukua kuanzia sentimita 90 kwa siku. Sababu kubwa ni kwamba katika vile vifundo, ukiangalia mwanzi unakuwaga na vifundo kama mua ulivyo. Vile vifundo vina seli ambazo zinaharakisha sana ukuaji wa ule mmea. Kwa hiyo unapokuwa unakuwa, kwa sababu tayari umeshatengeneza mazingira ya ukusanyaji wa chakula cha kutosha na virutubisho vya kutosha vinavyohitajika kwa ajili ya mti kukua katika rhizome. Sasa rhizome zile, kwa sababu nimewaambia ni kama shina la, yani ni shina ambalo linaenda, ni mzizi fulani likubwa ambalo linaenda chini, linafanana kama na shina fulani ambalo lenyewe linakuja kuchomoza mizizi mingine ambayo inakuja kusaidia kukusanya chakula. Sasa hili linatumikaga kutunza chakula cha kutosha pamoja na virutubisho vyote vinavyohitajika kabla ya mmea kukua juu. Sasa ikisha ruhusu mmea kukua, mmea unakuwa kwa haraka sana na kwa nguvu ya kutosha, kwa makadirio ya kuanzia sentimita 90 kwa baadhi ya mimea kwa siku. Kitu kinachofanya hii mimea iwe na uwezo wa kukua kwa muda mfupi sana na kukua kwa ukubwa sana. Tabia ya 3 ya mwanzi ni kwamba una uwezo wa kujipinda zaidi bila kuvunjika. Yaani mti lile shina lake limetengenezwa na aina fulani ya cells ambazo zimetengeneza shape ya cylinder, kiasi kwamba ni mmea ambao unaweza kubendi kwa kiasi kikubwa bila kupata ile stress ya kuvunjika. Ila pia ni kwa sababu ina uzito mdogo unaotokana na nafasi zilizo ndani ya ule mti. Katikati ya ule mti ukifungua, mara nyingi unakutaga kuna nafasi ya kutosha ambayo inafanya kupunguza uzito wa ule mti na kufanya uweze kuwa na uwezo wa kubendi, ila pia na kurudi kwenye hali yake. Kwa hiyo ni sifa ya 3 au tabia ya 3 ambayo inaweza ikawa nzuri kwa kujifunza kwa sisi wanadamu. Tabia ya 4 ya mti huu ni mti ambao ni mwepesi ila imara, kiasi kwamba unaweza ukatumika kujenga madaraja. Kuna baadhi ya madaraja ukienda vijijini utakuta kuna madaraja fulani yamejengwa, wameunganisha mianzi ya kutosha, wamejenga. Kuna nyumba zinajengwa kwa mianzi, zinakuwa na uimara. Ni kwa sababu ya hali ya ule mti kwamba ni mwepesi kiasi kwamba umekuwa na mazingira ya kuwa na uwezekano wa kutumika kwa urahisi, ila umekuwa imara kulingana na aina ya cells ambazo zilivyojitengeneza. Nimewambia kwanza kuna mfumo kama wa cylinder, kiasi kwamba unaifanya zinapokuwa zikiungana vile zinatengeneza shape na kutengeneza kitu kama elastic, kiasi kwamba kinaweza kikapinda na kikajirudi, kikatengenezwa kama mfumo fulani wa mpira au kama plastiki fulani ambayo inaweza ikawa inaweza kujipinda na kurudi kwenye hali yake. Kwa hiyo ni hali ambayo inaifanya huu mti uweze kupata matumizi mengi sana kulingana na uhitaji wa mmea wenye sifa kama ya kwake. Tabia ya 5 ambayo ni ya mwisho kwa leo ni kwamba mianzi inakaa kwa makundi. Yaani ile miti ikiwa
mizizi yake ikisha shuka chini sana ikaenea, zile rhizomes zikawa zimeisha gawa tengeneza na mizizi ya kutosha, huwa inaruhusu baadhi ya vimea vidogo vidogo kuchipua pembezoni yake. Yani kunakuwa na mmea ambao umechipua wa kwanza, ila kunakuwa na vimea vingine vidogo vidogo ambao vinatokea kwenye mzizi ule ule ila vinachipua pembeni, hivyo kutengeneza kundi, kufanya unapoitazama unakuta kama imekaa kwa makundi, unakuta hata zaidi ya mashina labda 20 hadi 30 yako katika mzizi mmoja. Hiyo inarahisisha pia katika namna ya kulinda usalama wao, kwamba wanapokuwa wanategemea chakula inakuwa ni rahisi kupata chakula cha kutosha, kwa sababu mgawanyiko unakuwa ni mkubwa kulingana na mizizi iliyo ndani ambayo imeenea ndani ya ardhi. Ila pia kitu ambacho ni faida kwa mazingira ni kwamba hiyo hali inafanya mazingira yanakuwa inalinda mazingira, kwamba udongo ule ulio katika maeneo yale basi inakuwa umelindwa. Kwa hiyo inazuia mmomonyoko wa udongo. Hiyo ni moja kati ya sifa ya mmea huu. Haya ni mafunzo matano ambayo unaweza ukayapata kupitia sifa nilizozitaja katika tabia za mmea ambao unaitwa bambuu au mwanzi. Ya kwanza, tumia muda wa kutosha kujenga misingi chini ambayo itakusaidia kujua ni namna gani utaendesha maisha yako au kumanage kile unachotamani kukifanya. Ukijenga misingi imara na kwa muda wa kutosha, utatumia muda mfupi sana kufanya kile ambacho ulikuwa unatamani kukifanya. Na unaweza kujijenga, hizo ni katika elimu, hizo ni katika ujuzi au katika maadili fulani. Funzo la pili ni kwamba subira huleta ukuaji mkubwa sana. Kama mwanzi ambavyo unatumia muda wa kutosha kukaa kujijenga chini ya ardhi bila kuonekana juu, na wakati fulani tunaweza tusielewe kama upo. Vivyo hivyo unatakiwa utumie muda wa kutosha kujijenga, ili ukuaji wako unapotokea basi uweze kuwa umejipanga vya kutosha kukabiliana na matokeo ya ukuaji wako. Maana ukijipanga vizuri na ukawa na uvumilivu wa kutosha, maana usipokuwa mvumilivu utapata matokeo ya haraka ambayo hayatakaa muda mrefu, yataisha haraka. Hivyo ukiwa mvumilivu utapata matokeo ambayo yatakuwa ni endelevu na yenye kukusaidia kuwa bora zaidi. Funzo la tatu, badilika kulingana na mazingira ila usipoteze mwelekeo. Mwanzi unayumba kila upepo unapoupeleka, ila usahau fokasi yake ni kusimama kuangalizia juu. Vivyo hivyo wewe unapokuwa ukipambana, unaweza ukakutana na mabadiliko ya teknolojia, unaweza kukutana na mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya namna zozote ambazo unazijua. Kubali kubadilika kulingana na mazingira, ila usisahau fokasi yako ilipo. Funzo la 4, usisahau nguvu yako ya ndani. Mwanzi ukiutazama kwa nje ni mmea ambao unadhalaulika sana kwa sababu ya muonekano wake. Sio mmea mkubwa kama mmea mwingine, ila ni mmea pekee ambao una umbile lake la kipekee ambalo linausaidia kujua kupambana na hali za hewa na mazingira. Vivyo hivyo mwanadamu unaweza ukawa na mazingira ambayo ukiyatazama unaona kabisa haya yanaweza yakawa yananifanya isionekane katika viwango ninavyovitaka. Ila kumbuka, nidhamu, uthabiti na uimara wa ndani, ule msukumo sahihi wa ndani wa kusudi lako unaweza ukakupatia matokeo bora na sio muonekano wa nje. Funzo la 5 na la mwisho ni kwamba ushirikiano unaongeza mafanikio. Mizizi ile ile inahudumia mashina tofauti ya mwanzi. Ndio maana mwanzi unaendelea kuwa imara, kwa sababu mizizi ya kulia ikifa, mizizi ya kushoto itafanya kazi kuhudumia mashina yote. Mizizi ya kushoto ikikatwa, mizizi ya kulia itafanya kazi kuhudumia mashina yote. Vivyo hivyo katika kazi, umoja unaongeza nguvu na uthubutu, kwa sababu hamfanani akili.